Karibu katika sehemu ya 4. Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati wanakijiji wenye hasira kali wakielekea nyumbani kwa Baraka. Je, unajua ni nini kilitokea baadaye? Baraka, toka nje, tunamtaka huyo jini wa bahari, hatuna shida na wewe. Hii inaweza isiwe sahihi. Usianze. Tunachofanya sote wawili ni kutafuta njia ya kutoka. Lakini sasa kabla sijaanza sehemu ya 4, hebu kwanza like, alafu ni follow au subscribe. Kisha niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Kelele za ua jini, choma moto zilijaa angani, zikichanganyika na mwanga mwekundu wa mienge iliyokuwa inakaribia. Baraka alitetemeka, kijasho chembamba kikimtoka. Hakuwahi kuona wanakijiji wenzake wakiwa na hasira kiasi hicho. Alimwangalia Saladini ambaye alikuwa amekaa kona ya chumba, macho yake yakiwa yamejaa hofu ya kutengeneza. Baraka, Saladini alisema kwa sauti ya chini, nipeleke kwao. Acha waniwe ili wakuache salama. Mimi ni mkosi kwako. Maneno hayo yalichoma moyo wa Baraka kama mshale. Hapana, alifoka, akichukua panga lake kubwa alilotumia kukatia kuni. Wewe ni mgeni wangu na nimeanza kukupenda, Saadini. Sitaruhusu wakuguse. Nje, Mzee Kombo alisimama mbele ya umati uliojaa hasira. Baraka, toka nje, tunamtaka huyo jini wa bahari, hatuna shida na wewe. Baraka, toka nje. Mzee Kombo alipaza sauti. Hatuna ugomvi na wewe mwanangu. Tunamtaka huyo chatu uliyemkumbatia ndani. Mpatie Kasim haki yake. Mpatie Zuwena haki yake. Baraka alifungua mlango kidogo na kuchungulia. Zuwena na Kasim wamepotea kwa ajali. Msimsingizie binti huyu asiye na hatia. Huna akili. Kijana mmoja mrefu mwenye rasta aliyeitwa Kibwana aliruka mbele. Kibwana alikuwa binamu yake Kasim na alikuwa na hasira ya kulipiza kisasi. Kama hutaki kumtoa, tutachoma nyumba yote. Bila kusubiri amri ya Mzee Kombo, Kibwana alirusha mwenge wa moto kwenye paa la makuti la kibanda cha Baraka. Vuu! Moto ulilipuka kwa kasi, ukisaidiwa na upepo wa bahari. Baraka, moto utatuunguza. Inabidi tutoke nje, ngoja. Moto! Tunachomeka! Saladini alipiga kelele, safari hii hofu ikiwa ya kweli. Moto ulikuwa adui mkubwa wa viumbe wa majini. Joto kali lilianza kukausha ngozi yake mara moja. Baraka alikimbilia mlangoni. Tunapaswa kutoka. Shika mkono wangu. Wakati Baraka anapambana kufungua mlango uliokuwa umezuiliwa kwa nje na wanakijiji, sehemu ya ukuta wa nyuma ilibomoka kwa teke kali. Kibwana akiwa na kisu mkononi, aliingia ndani kupitia tundu hilo la ukuta, akikohoa kwa sababu ya moshi. Kibwana alimwona Saladini amesimama peke yake, wakati Baraka akiwa mlangoni anapambana na watu wengine. Leo ndio mwisho wako, Shetani. Kibwana alinguruma na kumrukia Saladini. Hii ndiyo nafasi ambao Saladini alikuwa akiisubiri. Moshi mzito ulijaa ndani, ukimficha Saladini na Kibwana wasionekane na Baraka. Saadini hakukimbia. Alisimama imara. Kibwana alipomkaribia na kisu, Saladini alidaka mkono wake kwa kasi ambayo jicho la binadamu lisingeweza kuona. Kibwana alishtuka. Nguvu za msichana huyu hazikuwa za kawaida. Alijaribu kujinasua, lakini mkono wa Saladini ulikuwa kama koleo la chuma. Saladini alimsogezea uso wake karibu na sikio la Kibwana. Macho ya Saladini yalibadilika na kuwa meusi tii, yasiyo na sehemu nyeupe. Asante kwa kuja. Saladini alinong'ona kwa sauti iliyosikika kama maji yanayochemka. Wewe ni wa 4. Saladini alifungua taya zake na kumng'ata Kibwana kwenye mshipa mkubwa wa shingo. Haikuwa kunyonya damu tu, ilikuwa ni kuvuta nafsi. Ndani ya sekunde 3, Kibwana alilegea, macho yake yakibaki wazi kwa mshangao wa kifo, na ngozi yake ikageuka kuwa ya kijivu. Mwili wa Saladini ulipata mtikisiko wa nguvu mpya. Maumivu ya moto yalipotea. Hali ya kibinadamu ilijikita kikamilifu mwilini mwake. Ting! Sauti ilisikika kichwani mwake, sauti ya Nkunda ikicheka kwa furaha. Mkataba wa wiki ya kwanza umekamilika. Hongera Saladini. Sasa una nguvu kamili. Waangamize. Saladini aliuachia mwili wa Kibwana uanguke kwenye moto uliokuwa unateketeza nyumba. Alijipaka masizi usoni kuficha damu mdomoni mwake, kisha akapiga kelele ya kuomba msaada. Baraka, wananiwa.
Baraka, akiwa amefanikiwa kuuvunja mlango na kuwapiga teke wanakijiji wawili, aligeuka na kumwona Saadini akikohoa katikati ya moshi. Hakuona mwili wa Kibwana uliokuwa unateketea. "Niko hapa." Baraka alimrukia Saladini na kumbeba juu juu. Kwa nguvu za adha, Baraka alitoka nje, akimzungusha panga lake huku na kule kuwatisha wanakijiji. "Msinisogelee. Nitamua yeyote atakayesogea." Baraka aliunguruma kama simba aliyejeruhiwa. Wanakijiji walirudi nyuma kidogo, wakishtushwa na ukali wa Baraka. Mzee Kombo alijaribu kuzuia njia, lakini Saladini, akiwa amebebwa begani mwa Baraka, alimwangalia Mzee Kombo na kumkonyeza jicho moja. Mzee Kombo aliona hilo. Aliona lile jicho la kishetani. Alijua Kibwana ameshafariki ndani ya nyumba ile. "Huyu si mwanamke, Baraka. Acha." Mzee Kombo alilia, lakini Baraka hakusikia. Alikimbia gizani kuelekea msitu wa mikorosho uliopakana na kijiji, akimkumbatia mpenzi wake kwa nguvu. Walikimbia mpaka sauti za wanakijiji na mwanga wa moto vikapotea nyuma yao. Walipofika katikati ya msitu, Baraka alianguka chini kwa uchovu, akivuta pumzi kwa shida. Asante sana Baraka kwa kuokoa maisha yangu. Saadini alishuka na kumpigia magoti, akimpapasa shavuni. "Umeniokoa, Baraka," Saladini alisema kwa sauti tamu, ngozi yake ikimeremeta hata gizani kutokana na nguvu mpya za nafsi nne alizokula. "Wewe ni shujaa wangu." Baraka alimwangalia, akatabasamu kwa shida. "Siwezi kuishi nao tena. Wametuchomea nyumba. Sasa mimi na wewe ni wakimbizi. Tutaenda mjini," Saladini alipendekeza, macho yake yakiangalia mbali kule ambapo taa za jiji la Dar es Salaam zilionekana ziking'aa. "Kule kuna watu wengi, kuna maisha mazuri, na hakuna atakayetujua." Baraka alikubali kwa kichwa. Hakujua kuwa pendekezo la Saladini la kwenda mjini halikuwa kwa ajili ya usalama wao, bali ni kwa sababu Nkunda alihitaji shamba jipya la mavuno. Kijijini watu walikuwa wachache na walishtuka haraka. Mjini kuna mamilioni ya watu. Mjini watu wanapotea kila siku na hakuna anayejali. Walianza safari ya miguu kuelekea barabara kuu, wakiacha kijiji cha Mji Mwema nyuma. Huko nyuma kijijini, Mzee Kombo alikuwa akiuzima moto wa nyumba ya Baraka. Walipoingia ndani ya mabaki ya nyumba, walikuta mifupa ya Kibwana. Mama yake Kibwana aliangua kilio cha uchungu. Mzee Kombo alishika fimbo yake kwa hasira. Machozi yalimtoka. Hii vita haijaisha, Mzee Kombo aliapa mbele ya wanakijiji. Baraka amechukuliwa msukule akiwa hai. "Nitawafuata. Hata wakienda mwisho wa dunia, nitawafuata na kumua huyo nguva." Mzee Kombo aliingiza mkono wake mfukoni na kutoa kipande cha mhina, mti mtakatifu unaweza kuwadhuru majini. Angalia jinsi jiji linavyong'aa. Ni ajabu kweli. Kuna magari mengi sana. Wiki ya pili inaanza. Saadini na Baraka wameingia ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kelele za magari, taa nyingi, na umati wa watu vilimchanganya na kumfurahisha Saladini. Lakini Nkunda hakumpumzisha. Usiku wa kwanza tu wakiwa wamejificha kwenye nyumba ya kulala wageni, huko Manzese, sauti ya Nkunda ilisikika tena. "Hongera kwa wiki ya kwanza. Sasa sheria inabadilika." Saadini alishtuka. "Inabadilika? Ulisema nafsi nne kila wiki." Nkunda alicheka kicheko cha kutetemesha kuta. Hiyo ilikuwa bei ya kijijini. Mjini vitu ni ghali, Saadini. Hapa nataka nafsi 6 kila wiki. Na sharti jipya, Baraka asigundue wewe ni nani. Akigundua tu, na kuchukua wewe na yeye kuzimu. Saladini alimeza mate. Nafsi 6. Na kumficha Baraka asijue wakati wanaishi chumba kimoja. Jiji la Dar es Salaam halilali. Hasa maeneo ya Manzese. Hata usiku wa manane, kelele za malori, muziki wa baa na sauti za walevi zilijaza hewa. Kwa Baraka, hili lilikuwa jiji la fujo na lisiloeleweka. Lakini kwa Saadini, fujo hii ilikuwa kama sherehe. Siku ya pili tangu wafike, Baraka aliamka mapema sana. Pesa walizokuwa nazo zilikuwa zinaisha. Hii inaweza isiwe sahihi. Usianze. Tunachofanya sote wawili ni kutafuta njia ya kutoka. Lakini ilibidi alipe kodi ya chumba cha guest house wanayoishi na atafute chakula. Saadini, Baraka alimnongoneza mpenzi wake. Naenda kutafuta kibarua hapo sokoni. Usitoke nje, huku mjini kuna matapeli wengi.
Saladini alijivuta kitandani na kutoa tabasamu la uvivu. Sawa mume wangu, nitarudi kulala. Baraka alipoondoka tu na kufunga mlango, Saladini aliruka toka kitandani. Macho yake hayakuwa na usingizi, yalikuwa na njaa. Agizo la Nkunda la watu 6 kwa wiki lilimaanisha hana muda wa kupoteza. Kila siku lazima mtu mmoja aende, na siku moja itabidi wawe wawili. Alivaa gauni jepesi alilonuliwa na Baraka, akapaka wanja mzito machoni ili kuongeza mvuto wa kigiza, na akatoka nje. Hakupitia mlango mkuu wa guest house, alipita uchochoroni kama paka. Alisimama kando ya barabara ya Morogoro, karibu na kituo cha daladala cha Manzese Tiptop. Jua la Dar liliwaka utosini, lakini Saladini hakutoka jasho. Ngozi yake ilikuwa baridi kama marumaru. Wanaume wengi waliopita waligeuka kumwangalia. Uzuri wake ulikuwa wa kigeni, si wa kawaida hapo Uswahilini. Dakika chache baadaye, gari moja jeusi la kifahari, Toyota Prado, lilipunguza mwendo na kusimama mbele yake. Kioo kilishushwa. Ndani alikuwemo mwanaume mnene, mwenye upara na suti nzito, akiwa anatafuna big. Mrembo, jua ni kali sana, mwanaume yule alisema huku akimwangalia Saladini juu mpaka chini kwa matamanio. Unasubiri usafiri? Panda nikusogeze. Saladini alitabasamu. Huyu ndiye aliyemhitaji. Mtu mwenye kiburi, anayejiamini, na ambaye gari lake lina vioo vyeusi, tinted, kiasi kwamba hakuna mtu anayeona ndani. Asante baba. Saladini aliingia ndani ya gari na kukaa kiti cha mbele. Una roho nzuri sana. Gari liliondoka kwa kasi. Mwanaume yule, akijulikana kama Bosi Kidevu, alijisifu kimoyomoyo. Alijua amepata kifaa kipya. Alianza kupeleka gari maeneo ya Sinza, akitarajia kumrubuni binti huyu kwa pesa. Unaitwa nani mrembo? Naona wewe ni mgeni hapa mjini, Bosi Kidevu aliuliza, mkono wake ukianza kusogea kumshika Saladini paja. Saladini aliuangalia mkono ule, kisha akamwangalia Bosi Kidevu usoni. Naitwa Saladini, alijibu kwa sauti ya chini. Na ndio, mimi ni mgeni kutoka sehemu yenye kina kirefu sana. Kina kirefu? Bosi Kidevu alicheka. Mwanza nini? Usijali, hapa Dar nitakuonyesha maisha. Gari liliingia kwenye uchochoro tulivu wa Sinza ili Bosi Kidevu apaki gari pembeni aongee biashara. Alipozima gari tu, alimgeukia Saladini. Haya mrembo, unataka shilingi ngapi? Saladini hakujibu. Alisogeza uso wake karibu na wa Bosi Kidevu. Harufu ya Saladini ilibadilika ghafla. Haikunukia manukato tena, bali ilinukia damu na chumvi ya bahari iliyooza. Macho ya Bosi Kidevu yalitoka pima. Alitaka kupiga kelele, lakini sauti iliganda kooni. Mrembo aliyekuwa naye alikuwa amebadilika sura. Mdomo wake ulijaa meno yaliyopishana kama msumeno. Sitaki pesa zako. Saladini aliunguruma. Nataka pumzi yako. Ndani ya gari lile lenye vioo vyeusi, hakuna aliyesikia purukushani hiyo. Saladini alimshika kichwa na kumaliza kazi yake ndani ya dakika 2. Alifyonza nafsi ya Bosi Kidevu mpaka mwili wake ukabaki kama ganda tupu la ndizi. Ting! Mmoja! Sauti ya Nkunda ilisikika kwa furaha. Bado watano wiki hii. Kazi nzuri. Saladini alimvuta Bosi Kidevu akae kama vile anasinzia kwenye usukani. Alichukua pochi ya pesa ya Bosi Kidevu ili Baraka asishuku anapotoa pesa za matumizi, akajifuta mdomo na kushuka kwenye gari kwa utulivu. Alitembea kurudi Manzese kama vile hakuna kilichotokea. Alipofika guest house, alimkuta Baraka amekaa nje akiwa ameshika kichwa kwa masikitiko. Vipi mume wangu, mbona mapema? We, acha tu sokoni wanazingua, wanataka kitambulisho. Saladini alishtuka. Vipi mume wangu? Mbona mapema? Baraka alinyanyua uso ulijaa vumbi na jasho. Huko sokoni kugumu, Saladini. Wanataka kitambulisho cha kazi, wanataka ujuane na watu. Sijapata kazi yoyote. Sijui tutakula nini leo. Saladini alikaa karibu naye, akamshika mkono. Usijali Baraka. Mungu ni mwema. Saladini aliingiza mkono kwenye kanga yake na kutoa noti kadhaa za 10,000 alizompora Bosi Kidevu. Baraka alishtuka. Saladini, umepata wapi pesa hizi? Moyo wa Saladini ulidunda. Ilibidi adanganye haraka. Nilikutana na mama mmoja Msamaria mwema, nilimsaidia kubeba mizigo yake toka stendi, akanipa shukrani. Alisema nina nyota ya bahati. Baraka alimkumbatia kwa furaha na kumsifu.
Wewe ni malaika Saladini. Wewe ni mkombozi wangu. Saladini alitabasamu, lakini ndani ya moyo wake alihisi baridi. Malaika, aliwaza. Kama ungejua kuwa pesa hizi zimetoka mfukoni mwa maiti niliyoiacha Sinza muda huu. Wakati huo huo, katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli, basi kutoka Mtwara liliingia. Mzee mmoja mfupi, mwenye kofia ya baragashia na fimbo nyeusi, alishuka. Mzee Kombo alikuwa amefika Dar es Salaam. Alisimama katikati ya umati, akafumba macho na kunusa hewa ya jiji. Harufu ya moshi wa magari ilikuwa kali, lakini ndani yake aliweza kusikia harufu nyepesi, harufu ya damu ya bosi Kidevu iliyomwagika muda mfupi uliopita. Umeanza mapema, Mzee Kombo alinong'ona, akielekeza fimbo yake upande wa Manzese. Lakini jiji hili lina macho mengi. Utajificha milele. Mzee Kombo alianza kutembea, akiwa na lengo moja tu, kumaliza kile alichokishindwa kule kijijini. Lakini Dar es Salaam si kijijini. Hapa, Mzee Kombo atahitaji zaidi ya fimbo, atahitaji washirika. Saladini amemua bosi Kidevu na kupata pesa, lakini uongo wake kwa Baraka unazidi kuwa mzito. Mzee Kombo ametua Dar na anajua mwelekeo waliko. Je, nini kitatokea polisi watakapogundua maiti ya bosi maarufu kwenye gari lake? Na Mzee Kombo atatafuta msaada kwa nani hapa mjini? Jamani wadau wangu wa simulizi, kupata full simulizi zetu, nenda YouTube kwenye official channel yetu ya simulizi ambao ni King Swahili Recap. Ukisachi jina hilo itakuja. Utakuta simulizi zote kali ambazo hata huku bado hazijafika. Pia usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata ujumbe pindi pale tunapoweka kazi mpya. Sapoti yenu kwangu ndio kila kitu, kwani mimi bila nyie siwezi kutoboa.